Kulikuwa na wasichana watatu waliokuwa wanaishi pamoja katika apartment ya 3B. Maya, Zara na Lexi. Walikuwa tofauti kabisa katika tabia, maisha na malengo. Maya alipohamia pale, aliona kama ni baraka. Alikuwa mtulivu, mwenye moyo mwema na mwenye imani kubwa. Kila asubuhi aliamka mapema, alisali karibu na dirisha na mara nyingi aliwaachia wenzake ujumbe wa kutia moyo kwenye friji. "Kweli unaenda kanisani mapema hivi tena?" Zara aliuliza akiwa amelala kwenye kochi. Maya alitabasamu huku akifunga viatu. "Ndiyo, nilikwambia, Jumapili siikosi." Lexi akacheka. "Siku moja utatoka pati na sisi badala yake." "Siku moja," Maya alisema kwa upole, "mtakuja kanisani na mimi badala yake." "Hakuna uwezekano," Zara akasema. "Mbinguni kuna utulivu sana." Wote wakacheka. Angalau wakati huo ilisikika kama kicheko cha kweli. Usiku huo, saa 7:30 za usiku, mlango ukafunguliwa kwa nguvu. "Tumerudi!" Lexi akapaza sauti. Maya akatoka chumbani. "Mmelewa tena!" "Tumefanikiwa," Zara akarekebisha. "Usiku mzuri sana wa pesa." Maya akakunja mikono. "Mmelala chochote?" "Hatuhitaji chakula," Lexi akasema. "Tunahitaji kulala." "Nimepika supu." Wote wakasimama. "Umetupikia sisi?" Zara akauliza. "Bila shaka." Lexi akatikisa kichwa. "Kwa nini wewe uko hivi?" "Hivi vipi?" "Mzuri kupita kiasi," Zara akasema taratibu. Wiki moja baadaye, kwenye korido. "Samahani," Daniel akasema akichukua mfuko uliodondoka. "Hizi ni zako?" "Ndiyo, asante," Maya akasema. "Mimi ni Daniel, nimehamia juzi tu." "Mimi ni Maya, chumba 3B." "Oh, mimi 3C, majirani basi." "Basi nakudai supu." Maya akatabasamu. Daniel akacheka. "Nitasubiri." Tukutoka juu, Zara alikuwa anatazama. Usiku huo chumbani, "Ana pesa," Lexi akanong'ona. "Na ana adabu," Zara akaongeza. "Na ameongea na yeye," Lexi akasema. Uso wa Zara ukabadilika. "Ametupuuza sisi." "Kabisa." Ukimya. "Hiyo tabia yake ya msichana wa kanisa ni ya kujifanya," Zara akasema. Lexi akatikisa kichwa polepole. "Lazima." Jikoni, jioni iliyofuata. "Maya," Zara akasema kwa sauti ya upole wa kujifanya. "Daniel alipita akikutafuta." "Kweli? Sikumsikia." "Alisema umpigie simu," Lexi akaongeza. Maya akatabasamu. "Ni mtu mwema." Zara akalazimisha tabasamu. "Nyinyi mnaonekana kuwa karibu." "Tunaongea tu. Ana heshima." Lexi akaviringisha macho baada ya Maya kuondoka. Heshima, sijui nini. Siku 2 baadaye. "Mbona mpo kimya siku hizi?" Maya akauliza. "Tuna shughuli," Zara akajibu. "Tuna kazi," Lexi akaongeza. "Saa 4 za usiku?" Maya akauliza kwa upole. "Hizo ndizo saa pesa huzungumza," Zara akajibu kwa hasira. Maya akanyamaza kidogo. "Sikumaanisha vibaya." "Kama vipi?" Zara akamkazia macho. "Sawa, acha," Maya akasema na kuondoka. Baada ya kuondoka, "Anatuhukumu," Lexi akanong'ona. "Nilikwambia, anajiona bora kuliko sisi." Ndani ya chumba kwa siri, "Tunatakiwa kumwanika," Lexi akasema. "Kwa lipi?" Zara akauliza. "Tutatafuta kosa." Zara akafikiria. "Au tutatengeneza kosa." Wakaangaliana. Wakakubaliana kimya kimya. Jioni iliyofuata, "Maya!" Zara akaita kwa sauti ya upole wa kujifanya. "Kina nini?" Maya akakimbia. "Daniel yuko chini ana shida," Lexi akasema. "Anakuhitaji." "Kwa nini hakupiga simu?" "Simu yake imezima." "Haraka." Maya akatoka mbio. Mlango ukafungua. Lexi akavuta pumzi. Hii itamfundisha. Zara hakujibu. Baadaye usiku, sauti za vingera, taa nyekundu na bluu zikimulika dirishani. Lexi kwa sauti ya kutetemeka, "Hivi haikuwa mpango?"
Umezidisha, Zara akanongona. Ulisema tumuogope tu. Sikusema. Gongongong mlango. Polisi. Mahakamani wiki kadhaa baadaye. Walikuwa marafiki zako, mahakimu akasema. Zara akatazama chini. Lexi akalia kimya. Wivu, hakimu akaendelea, uligeuza urafiki kuwa uadui na uadui kuwa janga. Ghorofa tupu. Mwanga wa jua jikoni. Jirani akamwambia mwingine kwenye korido. Hapo ndipo aliishi yule msichana wa kanisa. Yule mwenye roho nzuri. Ndiyo. Ilitokea nini? Jirani akasema polepole. Wivu. Hicho ndicho kilitokea.